kanisa la Yerusalemu. Wayahudi wengine waliokutaniwa pale walisisitiza kabisa kwamba ili upate wokovu wa kweli unastahili utahiriwe. Na hiyo wakawa wanatoa ni kama sheria ambazo Musa alikwenda kuwaachia. Na sasa mstari wa 6 Biblia inatuambia hili: mitume na wazee wakakusanyika wapate kulifikiria neno hilo. Kwa hiyo mstari wa 6 unatuambia mwanzo wa kazi ambayo mitume pamoja na wazee walianza kuitenda kwa sababu ya kutatua tatizo hilo. Tatizo hilo ni tatizo gani? Ndilo tatizo lile ambalo tunakwenda kulipata kwenye mstari wa 1 mpaka mstari wa 5 wa kitabu wa sura hiyo ya 15 ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Na swali kubwa ambalo lilikuwa pale ni swali la wokovu. Je, katika wokovu kuna sheria? Pamoja wanasema ndio, ili upate wokovu wa kweli unastahili utahiriwe. Lakini wengine wanasema hapana, hakuna sheria yoyote. Watu wote wakawa pale ili wasikie kile ambacho wazee pamoja na mitume watakwenda kuwaambia. Sasa katika habari hiyo tunakwenda kuona kwenye mstari wa 7 Biblia inasema hivi: na baada ya hoja nyingi Petro akasimama akawaambia, ndugu zangu, nyinyi mnajua ya kuwa tangu siku za kwanza Mungu alichagua miongoni mwenu ya kwamba mataifa walisikie neno la Injili kwa kinywa changu na kuliamini. Kwa hiyo wakati walipofika Yerusalemu, mtu wa kwanza kusimama alikuwa mtume Petro. Na katika kusimama kwake akawaambia kwamba mnashindwa kutambua kwamba Kristo Mungu aliniita mimi Petro ili nisimame na kwa kinywa changu, kwa mkono wangu, watu wengine wa mataifa wapate kumpokea Kristo. Nilikuwa ni hoja ambayo alianza nayo. Na hiyo hoja, kama Petro alikuwa akiongea hoja hiyo, alikuwa akifananisha yale ambayo Mungu alikwenda kumtendea katika sura ya 10 ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10, ukianza mstari wake wakaenda mpaka mstari wa 17, pale kuna historia. Na historia hii ambayo imekuwa pale ni historia ya Petro wakati alipopata usingizi. Biblia inasema kwamba aliona maono, na katika maono akaona chombo kinashuka kutoka mbinguni. Na katika chombo kile mulikuwa nyama za kila aina. Mulikuwa nyama ambazo zilikuwa na hadisi. Mulikuwa nyama ambazo walikatazwa wasikule. Lakini akasikia sauti ya Kristo inamwambia kwamba chukua uchinje na ule. Lakini Petro kama Myahudi wa kweli, kama mtu ambaye anayesikilia asiri, kama mtu ambaye anayejua sheria ya Musa, akaona kwamba siwezi nikakule nyama hizo ambazo tumekatazwa na sheria zetu. Na wakati alipokataa, tena sauti ikamwambia, kile ambacho mimi nimekwenda kukuambia ule wewe Petro unaweza ukakataa namna gani? Wala kile ambacho mimi Mungu nimekwenda kukisafisha, je, wewe unaweza ukakiite kuwa najisi namna gani? Lakini Biblia inatuambia kwamba alikataa, lakini mwishowe kile chombo kikapanda tena kwenda mbinguni. Lakini baadaye akaona wajumbe kutoka kwa Kornelio. Wakati wajumbe walipokuwa wakitoka kwa Kornelio, wakakuja wanamwambia kwamba tuna ujumbe ambao tumekuja nao, na ujumbe huu ni kwamba unahitajika katika nyumba ya Kornelio. Bwana Yesu asifiwe tena. Kornelio alikuwa nani? Kornelio alikuwa ni mtu wa mataifa, alikuwa akida wa jeshi, mtu wa mataifa, hakukuwa Mwisraeli, lakini kwake amekwenda kuona mkono wa nani? Mkono wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe tena. Sasa katika sura ya 15 mstari wa 7 Petro anaanza kuwaonyesha jinsi gani Mungu alivyomtumia yeye kwa ajili ya kufikisha wokovu kwa nani? Kwa mataifa. Na mataifa nao wataja hapa ni wakina Kornelio.
watu ambao hawakujulikana na Mungu, watu ambao Israeli iliwachukua kwamba hawawezi wakaongea na Mungu, lakini hao ndio Mungu aliwaambia kwamba nenda kwa mtu huyo, kwa sababu kuna kile ambacho nimekwenda kukiandaa. Bwana Yesu asifiwe.